Bwana apewe sifa. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Kwa majina yangu naitwa Pastor Kimani. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Niko kwenye madhabahu ya Neno Evangelism Center hapa Kajiado. Karibuni sana mnaotutazama, wapenzi, wale ambao wanampenda Mungu na hata wale ambao hawampendi. Masaa imefika watu wamrudie Mungu. Masaa imefika watu wamrudie Mungu. Hivyo basi mtumishi wa Bwana ametualika katika mlima wa Bwana pale JCK, Jerusalem City of God. Jerusalem City of God. Jerusalem City of God. Pale maombi tutakuwa nayo wiki hii. Ni wakati mzuri wa kumtafuta Mungu, ni wakati mzuri wa kusikiza Mungu anasemaje. Wale ambao wako mbali na mngependa mahali ambapo mtaomba, number 2 mtakutana na kuhani, number 3 mahali ambapo mnaweza toa sadaka zenu. Neno la Bwana linasema kwamba Daniel anasema nazo siku za mwisho yule mwovu atawaondolea kuhani, atawaondolea dhabihu na atawaondolea sadaka. Hizo vitu tatu zikitoka katika anga yako, basi unabaki box na shetani atakuwinda na atakugonga na atakuangusha. That's where we are going. That's where we are going in the higher altar. Jerusalem City of God is a higher altar. That's where we go and we are being empowered and be equipped. Tunapotoka hapo, tunatoka tukiwa tumejazwa na spiritual power, spiritual stamina. Jerusalem City of Kenya. Jerusalem City of God. Jerusalem City of Kenya. Ni mahali ambapo tunaenda kumtafuta Mungu. Ni hapa kwetu Kenya. Ni hapa Mungu atatubariki. Tunaenda kukutana naye mtumishi wa Bwana. Si mwingine ni mtumishi wa Bwana, Mtume Daktari James Maina Ng'ang'a. Ukipenda Kenya 1, ukipenda Komanda, ukipenda mzee wa gitaa, ataongea na anga yetu. Is the prophet of our life. Is the prophet in this dispensation. Is the prophet in this generation. Either they like it or not, God is using the man of God, Mtume Daktari. May the Lord bless him na azidi kumuinua, azidi kusema na anga ya wale ambao wanaamini habari za Mungu. Sio watu wote. Apostle wanasema kwamba yeye si pastor, yeye si bishop, na yeye si pastor ya watu wote. Kuna wale ambao wanaamini ya kwamba this is my prophet. Nikiwa mmoja wao, is my prophet. Na hii wiki hii anaenda kuongea kwa anga yetu. Nataka nikuonyeshe mambo ambayo this man of God, Mtume Daktari, anaenda kuweka kwa maisha yangu na maisha yako. Daudi mtumishi wa Bwana anafika, anaishi kwa mapango. Hana mama, hana baba, hana watu ambao wanamjua. Anaishi kwa mapango, akajua nao nitamkimbilia kuhani, na kuhani ataongea na maisha yangu. Na akiongea na maisha yangu, my life will never be the same again. 2 Samuel and verse number 3. Anaenda kwa kuhani Ahimeleki. Verse number 2, 1 Samuel 21 and verse number 2 anasema Daudi akamwambia Ahimeleki kuhani, mfalme ameniagiza shughuli hii. Verse number 3, kwa sababu ya muda. Kuna nini basi chini ya mkono wako? Nipe mkono wangu mkate 5 au chochote ulicho nacho hapa. Yule kuhani akamjibu Daudi akasema, hapana mikate ya siku zote chini ya mkono wangu, ila mikate mitakatifu, ikiwa wale vijana wamejitakasa na wanawake. Verse number 5. Naye Daudi akamjibu kuhani akamwambia, hakika tumejitakasa na wanawake siku hizi 5, hata nilipotoka vyombo vya vijana hawa vilikuwa vitakatifu, ingawa ilikuwa safari ya siku zote. Basi leo je, vyombo vyetu havitatakasika zaidi? Verse number 6, very interesting. Ndipo kuhani akampa ile mikate. Ndipo kuhani
This is the time the prophet of God is going to speak in our spiritual realm. Anaenda kuongea kwa anga yetu, anaenda kutamuka mambo yatatimia kwa anga yetu. Kumbuka corona aliongea mtumishi wa Bwana, the prophet of God, Apostle James Mainanga, he spoke. Akaongea akasema, ninaona bendera ya Kenya ikiwa juu ya miti, ninaona corona, na ikakuja ikahappen. Now is going to speak to our life, our ministry, and our life will never be the same again. Daudi anamwambia, nipe hiyo mikate, maana ni kwako tu ninaweza nikapata, ni wewe tu unaweza ukanisaidia. Sina mama ako karibu, sina ndugu anayeko karibu, ni wewe tu kuhani unaweza ukasema na anga yangu, na mimi mtumishi wako nikala nikashiba. Biblia inasema ndipo kuhani akampa ile mikate mitakatifu, kwa maana hapakuwa na mikate ila ile ya uonyesho, nayo amekwisha kuiondoa mbele za Bwana ili aitoe mikate ya moto siku ile alipoondolewa. Verse number 7. Basi siku ile palikuwa na, wachana verse number 7, verse number 8. Tena Daudi akamwambia Ahimeleki, na hapa chini ya mkono wako hapana mkuki au upanga, kwa maana sikuleta upanga wala silaha zangu, kwa sababu ile shughuli ya mfalme ilikuwa inahitaji haraka. Verse number 8, 9. Yule kuhani akasema, upanga wa Goliathi yule Mfilisti, upanga ule wa Goliathi yule Mfilisti uliyemuua katika bonde la Ela, tazama upo hapa. Oh my God, tazama upo hapa. Umefungwa ndani ya nguo nyuma ya naivera, ukipenda kuchukua haya uchukue, maana hapa hapana mwingine ila huo tu. Daudi akasema, hapana mwingine kama huu. Haya Daudi, nipe. Daudi akasema, hakuna mwingine kama huo, nilishinda nao Goliathi, basi kuhani nipatie huo upanga. Biblia inasema kwamba Ahimeleki akampatia na silaha. Mambo mawili, Daudi amekimbia kwa Ahimeleki, akapewa chakula, akapewa na upanga. Mambo mawili ambayo itatoka nayo katika mlima wa JCK. The prophet of the Lord, Apostle James Mainanga, ataongea na anga yako. Hautaishiwa, hautakosa chakula, hautaona njaa. Daudi amekimbia, ametoka kwenye pango la Adulamu, akakimbia kwa kuhani. Ukikimbia kwa kuhani, suluhisho ya maisha yako inapatikana. Somebody say amen. Daudi anakula mikate na anabebea watu wake. Number 2, anamwambia hapana upanga kwa mikono yako, mtu wa Mungu. Hakuna, maana kule nje kumeharibika, vita zimechacha. Kwa ministry yako kuna vita, pale unapofanya kazi kuna vita. We are meeting this man of God, na tunaenda kumuuliza, baba, upanga mikononi mwako. Tunatoka na upanga. Oh my God, tunatoka na silaha. Tutaangusha shetani this season, tutaangusha shetani this time in the name of Jesus, because we have a prophet in our life. We have a prophet in the mighty name of Jesus. The Bible says, Mika akasema, sasa mimi nimepata furaha, sasa nimepata amani, because niko na Mlawi. Mchana wa leo ninatangaza tuko naye nabii, tuko naye mtumishi wa Bwana, the prophet of God, Apostle James Mainanga, na tunaenda kukutana naye pale mlimani, na ataongea kwa anga yetu. Kile kimesumbua mama yako, kile kisumbua watu wenu, unaenda kupewa upanga. Somebody sema upanga. Tunaenda kupokea upanga, na tunaenda kuangusha roho zote, madhabahu zote, tunaenda kuziweka chini ya miguu yetu. Biblia inasema kwamba akaambiwa Daudi, Yeremia akaambiwa kwamba nimekupa upanga. Unaenda kutoka kuteka mlima wa Bwana ukiwa na upanga, vile Daudi ametoka kutoka kwa Ahimeleki kuhani akiwa amebeba upanga. Unatoka katika mlima wa JCK ukiwa umepanga spiritual weapon. Somebody say amen. Unaenda kupokea spiritual weapon, spiritual food unaenda kuipata, unaenda kukula na ushimbe. Elijah akaambiwa amka ukule na ukunywe. Tunaenda kukula na kunywa chakula cha rohoni, maana safari ni ndefu. Tunaenda kuwashinda Wafilisti, tunaenda kuwashinda watu wa mashariki, tunaenda kuwashinda watu wenye kona zote, because we are going to have power and victory is assured in the name of Jesus. Ninakuombea wiki hii, jiandae, tukutane mlimani, tutakutana mtumishi wa Bwana, atasema na anga yetu, na anga yetu inaenda kuwa kubwa. Panua hema yako, jiandae, in your ministry inaenda kupanuka extraordinary. Hiyo hesabu ya watu itaongezeka.
kazi yako itapanuka, biashara yako itapanuka, afya yako haitakuwa ya kawaida. Why? Mika anasema sasa niko na kuhani. Ninakushukuru Mungu kwa sababu na sisi tuko naye kuhani wa season hii, wa dispensation hii, ambaye ni mtumishi wa Bwana Apostle James Maina Ng'ang'a, mtume daktari. Ataongea na anga yangu na ataongea na anga yako unayenisikiza. Ninakukaribisha mlimani wiki hii ya Pasaka. Jiandae kukutana na mtumishi wa Bwana. Daudi alitoka kwa mapango huko, akajua kwamba the only place nitakimbia ni kwa madhabahu, na madhabahu inakuanga na kuhani. Akakutana na Himeleki. The higher altar we are going, JCK, we have the prophet of God, Apostle James Maina Ng'ang'a, and he's going to speak in our life. He's going to bless us in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I decree this afternoon that whosoever shall come in prayers, whosoever atakayefuatilia kwa TV, kwa Facebook, kwa YouTube, maisha yake yasiwe ya kawaida. Yesu kambariki, Yesu kamuinue, na Yesu kamzidishe kwa utukufu wa jina lako. Ninakupenda, ninakuinua kwa sababu nina kumtumia mtumishi wako kama upanga kuangusha roho zote zimekalia maisha yetu, na nina kutumia mtumishi wako kupanda mambo mazuri katika anga yetu katika jina la Yesu. Nabii wa kwanza alitulaani, nabii wa kwanza alitukalia, madhabahu ya kwanza yalitufinyilia, lakini Yesu umetutumia mtumishi wako. Abariki maisha yetu. My Father, tunapokea kutoka kwako. Tunasema ni asante hata kabla ijaanza, maana tayari hiyo anga imeshafunguka. Katika jina la Yesu ninashukuru na kuamini. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue. Tukutane katika mlimani Jerusalem, City of the Lord. Vile vile mtumishi wa Bwana akasema kwamba Sauli akasema kwamba tutaendaje kwa muonaji mikono mitupu? Yule mtumishi wake akamwambia, niko naye nusu shekeli, tutaenda tumuone. Na alipoenda kwa mtumishi wa Bwana akaongea na anga yake. Sikiza vile anaambiwa, ukitoka hapa utakutana na watu wenye mikate 5, watakupa mikate 3, watakupa mikate 2, watabaki na 1. Meaning ukitoka Jerusalem unaanza kupata favor. Somebody say favor. Unaanza kupata favor. Utakutana na watu wenye roho ya kutabiri. Hiyo roho itakushukia, my God. Ile roho iliyo juu ya mtumishi wa Bwana baba yetu Apostle James Maina itaanza kutushukia, na sisi tutaanza kuwa manabii. Ile roho iliyo juu yake itatushukia, itatuongoza, my God. It is when you meet the man of God, ndio wakati unabadilishiwa maisha. Ndio unabadilishiwa maisha. In the name of Jesus. See you there. Prepare, come an offering, come with an offering. Kuja na simiti, kuja hata na roli na mchanga, kuja na kokoto. Tunajenga Jerusalem City. Mungu akupe neema. When you come prepared, and the Lord bless you. What God can do, no man can do. What God can do, no man can do. God bless you so much. Amen and amen and amen.